Twende huku kwa huyo ambaye ni mwanamke sasa, ambaye amefumaniwa, anakataa kutoa maelezo yoyote. Sasa atatuambia labda hapa tatizo ni nini. Dada, tusikilize kidogo. Kwa nini unataka kuongea? Ama nataka nivue nguo. Kwa kivua nguo ndio ongea. Dada. Niosheni moja kwa moja, ulizeni kwa mjumbe wake. Dada, kwa mjumbe Msoka ulizeni. Dada, hebu mbona mwanaume wako umeongea vizuri tu? Ulizeni kwa Msoka. Mjumbe Msoka ulizeni kwa Msoka. Kwa Msoka. Dada. Bwana ukipasua hivi vitu, hebu basi sijakutuma mimi uniletee. Nimeshasema sisi kashaongea wewe mwanaume. Njoo kwa toka chooni basi, toka chooni. Sitoki. Kwani kuna lazima kutoka mimi chooni au? Huyu mwanaume ambaye wamekufumania naye anakuambia hakupendi. Sina mahusiano hata naye kana naye pia simpendi. Hata unoka naye? Wote nadanga nao tu. Na huyu mwanaume wako ambao umezaa naye kabisa wote nadanga nao. Tatizo ni nini mpaka linakuwa hivyo, labda unamsaliti mume wako? Eti. Tatizo ni nini? Usinifunue, sasa nikavua nguo zote bwana. Mama Regina. Mama Regina. Usini. Mama Regina. Mama Regina, hebu tusikie. Umeshafika wale wako ninao. Mbona unakuwa na majibu ya hivyo? Haya bwana, leo tupo maeneo ya Gongo la Mboto. Majoe. Mwenyekiti hapa atajitambulisha vizuri zaidi kwa sababu tumepigiwa tu simu ya ghafla na tumefanya jitihada za kukimbia mpaka eneo la tukio. Lakini bahati nzuri watu ambao walifumaniwa na wamewekwa katika ulinzi mzuri na katika usalama, kwa sababu raia walikuwa wanataka kufanya vurugu ili kuwazuru hawa watuhumiwa. Atatuambia tukio lilikuwaje na majina yake atajitambulisha. Kiongozi, habari? Salama tu, habari yako? Karibuni sana Majoe. Asante. Kwa majina naitwa Elisante Elias Msoka. Ni mwenyekiti wa shina namba 1. Hapa Majoe Rada. Kumetokea tukio hili la fumanizi ni majira ya saa 10. Nilikuwa nyumbani kwenye shughuli zangu ndogo ndogo. Wakati nikiwa kwenye shughuli zangu ndogo ndogo nikawa nimepigiwa simu na msaidizi wangu ambaye ni katibu wangu, akaniambia kwenye eneo la mtaa wetu ambao tunasimamia hapo kuna tukio limetokea la fumanizi hapo. Hivyo nifanye chapchapu kwa ajili ya kuangalia usalama pale, watu hao walio katika fumanizi wasije wakadhuriana, ikiwemo huyo mwanaume ambaye amefumania. Nikatoka hapa nikafika kwenye eneo husika, na kwenye eneo husika nilipofika nilimkuta mume wa huyo dada akiwa analalamika, anasema mke wake yuko kwenye chumba cha kijana mwingine ambaye ni mpangaji kwenye hiyo nyumba. Kweli tulishirikiana katika ile kumtafuta ile kijana. Tulivyoshirikiana hapo muda si mrefu tukampata mke wa huyo bwana. Lakini huyo kijana hakuwemo ndani ya chumba. Kwa sababu chumba, unajua nyumba zetu za vijijini haijazilibwa juu. Kwa hiyo alichofanya baada ya ile fumanizi, yule kijana alikamata mbao za juu akachomoka kwenye ile chumba. Lakini kama mwenyekiti wa shina nilimuita yule bwana, maana alikuwa kwenye paa kwenye nyumba hiyo. Nilimuita tu katika ile kistaarabu, akashuka, basi akaweza kujisalimisha, kwa sababu alishajaa pia wananchi wengi ambao wengi wana hasira. Sababu hili ni tukio la pili sasa eneo langu linatokea tena la fumanizi, na ni nyumba hizo, yani nyumba ya kwanza ya pili. Sasa hili imekuwa wananchi wengi wamekasirika kwamba inakuwaje mafumanizi yanaendelea katika maeneo haya. Watu wanatakiwa wajifunze kwa kweli. Ukiangalia ni saa 10. Sasa saa 10 mambo haya yanafanyika kwa kweli. Tabia kama hizi tunakuwa tunafundisha nini jamii? Kiukweli jamii tunazoziongoza na tunazozisimamia inatakiwa wajifunze sana. Ushauri mimi ambao tunatoa kwa wanandoa ni kwamba mke na mume waishi vizuri. Hata kama wana magomvi, hata kama ndani kwa nyumba hawaelewani, basi wavumiliane, lakini si kwamba mwanamke labda awe na mwanamume mwingine tena pale mtaani na anamuonyeshia kumkomoa mume wake. Au mwanaume awe na mwanamke mwingine pale kwa ajili ya kumkomoa mke wake. Haya yanakuwa si maisha mazuri, wala si maisha mazuri ya mahusiano, kwa sababu lengo la mume na mke ni kuishi na kuendeleza familia yenye umoja na upendo na amani. Sawa mwenyekiti.
tunashukuru kwanza kwa utambulisho wako, na tunatamani kufahamu na kutaka kuwatambua wahusika zaidi. Alafu tutarudi tena kwa upande wako. Wahusika unaweza ukatuonyesha hapa. Huyu ni mume. Huyu ni mume ambaye ndiye aliyefanya fumanizi leo. Kwa malalamiko kwamba mke wake yuko kwa kijana. Huyu ndiye mume, labda jitambulishe. Haya, tunataka tufahamu mume. Kwanza pole kwanza kwa tukio lote ambalo limekufika. Unaweza ukatuelezea vizuri zaidi. Mimi kwa jina naitwa Edgar Nelson William. Ni mkazi wa Majoe. Mnamo majira ya saa 10 leo. Tulikuwa tumekaa tu familia, mimi, mke wangu na alikuja mdogo wake pale nyumbani. Tukawa tumepata chakula, ugali. Baada ya kumaliza ugali, mke wangu akamsindikiza mdogo wake akawa amerudi kwake nyumbani. Baada kutoka hapo akarudi nyumbani. Sasa baada ya kurudi nyumbani tumekaa dakika 2-3, akaenda kuoga, akasema bwana, mimi kuna sehemu naenda natoka. Wapi? Akasema kuna sehemu navuka ng'ambo, mtaa pili. Haina shida, poa. Sasa baada ya kuaga vile anaelekea hiyo sehemu, mimi nikatoka nje. Nilivyotoka nje nikamwangalia kweli anapoelekea ni hiyo sehemu, kwa sababu kuna sehemu ambayo huyu bwana napajua jirani tunakaa naye. Nishaanza kumuhisi muda mrefu. Huyo jirani. Huyu bwana. Nishawahi kumkuta na mke wangu mara ya kwanza kwenye baa wanakunywa, nikamkanya. Huyu bwana akasema sina uhusiano naye wala nini, yakawa yamekwisha. Mara ya pili tena nikakutana naye kwenye sehemu kwenye grocery wanakunywa. Nikamkanya pamoja yeye na mke wako. Wanakunywa pombe na mke wangu. Huyu bwana akasema yeye hana uhusiano naye wote. Basi lakini za mwizi 40. Leo baada ya saa 10 kufika, baada ya kusindikiza mgeni na mke wangu alipomaliza kuoga anaondoka, mimi nikasema ngoja nitoke na mimi nifuatilie nyendo zake. Anapotoka anavuka kuna sehemu akawa amesimama. Sasa mimi kumbe kuna nyumba nimekaa nachungulia tu. Baada ya kuchungulia alipoangalia mna mtu akazama kwenye kile sena ile, kuna ile nyumba najua na hicho chumba nakijua. Nikaona amezama. Sasa nilichofanya alipozama nikaona ngoja nitulie. Sikuwa na haraka. Nikakaa kama dakika 5-10 hivi. Nikakoga, nikabadilisha nguo zangu, nikatoka hapo nikaanza kupita taratibu. Nikapita taratibu, nikaingia paka kwenye geti, nikafika dirishani, nikasikia sauti ya huyu bwana, nikaanasikia na sauti ya mke wangu. Wanaongea kabisa, ndani na mlango umefungwa. Mwisho wa siku akawa anaona yeye kimya kimya, yeye anataka kufanya mambo yao. Sasa mimi nilichofanya kutumia busara, nikagonga mlango kanganga. Hajafungua, kimya, akawa aongee tena. Nikagonga nganganga. Sasa nilipoona kimya nikaanza kutumia ujasiri, kwa sababu najua wako mle. Sasa yule bwana aliposikia sauti yangu mimi naongea, huyu bwana akaona sasa nataka kuja kinguvu kuvunja mlango. Akatumia njia moja, kwa sababu nyumba yenyewe ina paa iko juu wazi. Akarukia chumba cha pili. Sasa baadaye mlango alivyofungua, huyu akawa yupo. Huyu sasa mke wangu mimi ananiambia, "Njoo nimuone kama kuna mtu." Na kweli mjumba akaingia akakuta mna mtu. Lakini kuna vijana ambao wako pale pale wakawa wamemuona kwamba ameruka juu, wamemuona akaingia chumba cha pili. Na kweli baada ya kuingia chumba cha pili na mjumba alipofika kumwangalia kijana akapanda juu akamuona kweli yupo, ndo mjumba akamuita shuka mwenyewe, ndo akashuka. Kushuka ndo tukaja paka hapa kiserikali, kwa sababu mimi nilikuwa nimehamaki nitaka kuchukua sheria kali. Lakini nikaona kwa sababu acha tumia mjumbe kaja kufika pale serikali, kaona nashukuru sana. Tulipofika pale kwa mjumbe hapa ndo tukaa tuko kwenye maelezo. Ulikuwa unataka uchukue sheria kali, sheria gani kali? Mimi maamuzi binafsi kama mimi binadamu, kwa kitendo cha kuona mke wako yuko na mtu fulani, ni attention fulani kidogo nilikuwa nimehamaki. Kama binadamu. Sababu ni dharau. Ushaelewa? Lakini sasa baada ya tukio lile, baada ya kufika mjumbe na kufika na sheria, basi moyo wangu kidogo kashuka. Ndio tukaja hapa kisheria. Una tatizo lolote wewe na mke wako mpaka anafanya vitendo labda kama hivyo? Matatizo ya kifamilia ni hapa na pale, ni ya kawaida. Ni ya kawaida tu ambayo. Sababu kubwa ni ipi ambayo inamfanya labda mke wako mpaka akaenda kwa huyo bwana? Sababu kubwa mimi naweza nikasema bwana, ni uruka tu na tamaa. Unajua zingine vinakuwaga ni uruka. Ni uruka kwa sababu kama tunakaa nyumbani alipi kodi ni kwangu, tunakaa tunaishi wote na Mwenyezi Mungu ametujalia tumepata mtoto mmoja. Tunaendelea na maisha yetu ya kawaida kwa kweli. Lakini kitendo hichi mimi kinanifezea kwa sababu tulifika hapa kwa mjumbe sio mara kwanza. Kuna mara kwanza ilitokea mtu kama huyu, lakini tukaletana hapa tukamaliza kisheria. Sasa hili la leo likawa limenipanic zaidi. Mara ya kwanza na maana na yenyewe ulifumania au ilikuwa tu tetesi? La kwanza ni tetesi, lakini yule bwana baada ya kuhojiana naye sana, lakini ikaonekana kama kuna siri fulani walikuwa wanajificha ficha.
lakini mwisho wa siku tukaja tukatatua hapa, na yule bwana kweli mwisho wa siku yamekwisha hapo. Hakutaka tena uhusiano na mke wangu mimi. Lakini huyu bwana wa leo na amekiri kweli na mpenzi wake, na mimi nimejua na mjumbe amekiri kwamba ni mpenzi wake. Haya, wewe mpaka sasa hivi na mmefikishana mpaka hapa kwenye sheria kwa mwenyekiti. Kwa mjumbe mwenyekiti mwenyekiti wa shina. Sasa tunataka tufahamu wewe mpaka sasa hivi kwa tukio lote na matendo ambayo labda amekutendea hayo mawili umesema, umefikia wapi kama mume? Mimi kama mume kwa hali ya sasa hivi jinsi nilivyo, kwa sababu bado na kitu fulani kuduku moyoni. Na ndio maana tupo hapa kwa serikali ya wana viongozi wa mtaa, tunaliongelea hili swala kiundani. Tukitoka hapo tutaingilia kwenye kifamilia, na mimi na maamuzi yangu kama mimi kwamba kuanzia sasa ni basi au tutaendelea, nitajua mwenyewe nitakachofanya ndani ya nafsi yangu. Kwa kweli mpaka sasa hivi bado na majeraha, lakini sijakuwa na maamuzi sahihi ya kufanya. Ila bado naumia. Mke wako bado unampenda? Mke wangu bado nampenda, lakini kulingana na hali hii itabidi nisubiri kwanza. Sababu ni hali ambayo bado tayari inaniwekea katika mashaka sana. Na hali ya sasa hivi ana magonjwa haya. Maki dunia sasa hivi imebadilika, magonjwa chungu mzima kula kukicha. Maukimwi, maradhi ya zinaa chungu mzima. Na watu tunaona kila siku, na tunapewa semina kuhusu maradhi kila siku. Lakini watu tumekuwa tusikii. Sawa. Hebu ni mmoja pia na mpenzi wa mke wako Bwana Bonge kwa jina maarufu hapa, si ndio hivyo? Bwana, habari? Mimi sina swali. Habari sasa hivi? Sina swali. Hauna swali? Sina jibu wala maswali. Wewe jibu tu salama. Jibu, sina kusalimia tu. Habari sasa hivi? Salamu. Bwana, umetuambia hapa wewe ndio mtuhumiwa ambao umekutwa kwenye hilo tukio na umekiri kabisa kwamba ni mpenzi wa mke wa Bwana Bonge hapa. Sijasema mimi mpenzi wake. Ni nani yako? Naomba niache. Ni nani yako? Naomba niache. Tunataka tufahamu kwa sababu wamekukuta chumbani kwako, na wananchi wangechukua sheria kali, huenda labda kungekuwa na vitu vingine sasa hivi. Ndio tuomba tuache, tushaikushwa nayo basi tuomba tuache. Ni nani yako labda tuambie? Kaka. Ina maana ni tukio ambalo labda umekusudia na unafahamu kabisa yule mwanamke wa mtu. Ulikuwa unafahamu kabisa yule kwamba ni mwanamke wa mtu? Bwana mwandishi, tushamaliza, naomba uniache. Ndio maana nataka tufahamu tu. Ulikuwa unafahamu kwamba ni mwanamke wa mtu? Nilikuwa sijui. Ulikuwa hujui? Lakini ina maana yeye kwa jinsi unapomuona kwamba alikuwa ni mtu ambaye anaonyesha kwamba dalili kwamba ni mke wa mtu, au alikuwa anakuambia yeye hana mume? Tuache mwandishi, tushamaliza. Naomba niache. Na wewe una mke? Na mke. Una mke? Mke wako yuko wapi? Kasafiri. Kasafiri. Kwa kama umeamua kuwa na mwanamke mwingine pembeni. Naomba niache mwandishi. Naomba niache. Ina maana ni tukio ambalo labda umekusudia. Labda turudi tena kwa Haya Bwana Bonge. Samahani kidogo kukuita hilo jina la Bwana Bonge kwa sababu ndio jina ambalo nimelisikia hapa. Fahamu. Nisungumze nini? Hapa tunadhalilishana mbunge, umeelewa? Hapo sio tunadhalilishana, sasa nizungumze nini? Nani ambaye anakudhalilisha? Wale mambo kuchukua na video, tunachukua na video tunaenda tunapeleka. Ulipokuwa unachukua mke wa mtu, ulikuwa hujui kama unamdhalilisha mwanaume wake? Ndio kwamba tayari ndio maana tuko kwenye sheria. Kwa tunaomba tuiache kwenye sheria, kuangalia sheria. Unaona kama unadhalilishwa? Unaona unadhalilishwa kwa kitendo ambacho umekifanya? Tunadhalilishana kwamba ni kitu ambacho kishatokea na ndio tumekuja kwa mjumbe hapa, tunataka kufanya yaishi. Tuongee kibinadamu yaishi. Sawa, ndio mwingine hapo mnaleta mambo. Haya, mke wa huyu Bonge unampenda? Sipendi.
Bila ilitokea ni nini mpaka unakuwa naye kimahusiano, kimapenzi chumbani kwako? Ina maana umpendi, ulikuwa ni umetamani kwa sababu una mke wako. Haya. Na yeye anajua kabisa umpendi, umemtamani tu, ulikuwa unataka umtumie kwa mara moja. Huko kwa kibarabara huko. Yeye ni anaongea ndio kwa nao hizi kwamba yeye kama yeye. Yaani Lakini mume wake hapa mbona anasema kabisa wewe una mtu ambaye unamfahamu? Nyosha njia moja kwa moja mtakuta duka. Ukifika dukani uulizeni. Wewe unamkataa hapa, unasema ulikuwa ufahamu kama ni mke wake wewe. Anyosheni mkifika bwana kwa Yesu kwa mwili anayekatoa kufanya. Laza, wewe ni mwanaume, unajieleza. Kwetu kwa nyuma, kwetu kwa nyuma. Huko nyuma tunakwenda mbali nyuma. Nishajieleza. Dada nilipokuwa nakaa zamani na mama. Na una mtoto, una mke wako ambaye amesafiri. Na watoto sana. Sasa nyoshi nini washeni yeye? Sasa tujiulize tu hii swali kidogo. Watu labda wanaweza kujiuliza. Je, mke wako angekuwa amefanya hili tukio, umemfumania, ungechukua maamuzi gani? Ndio nyosheni mtakuta kuna duka kubwa. Wewe ni uchochezi mwenyewe. Nikishapita kanisa kuna duka. Ni swali la kawaida kwa sababu machungu ambayo anayo hapa mwanaume mwenzako. Sawa? Kwa mfano ingekuwa ni wewe umefanywa hivyo, ungetoa maamuzi gani? Wewe ni uchochezi mwenyewe. Haya. Bwana, nadhani umemsikia. Ana watoto na yeye na na mke wake amesafiri, na mke wako wewe yeye hampendi. Akufanya kwa upendo. Kwa hiyo na maana kwamba mke wangu ndio tamaa zake, na maana ni huyu kani tamaa ndio alimponza. Kwa hiyo kwamba huyu hana upendo naye. Na maana kwamba alikuwa anataka atugombanishe, tupakane familia basi. Ndio ilikuwa lengo lake. Kwa hiyo hakuwa na nia nzuri. Nia yake si tuachane basi. Kwa hiyo kiufupi huyu ni mharibifu wa ndoa za watu. Yaani hana upendo wa ndoa za mtu. Yaani anataka kuharibu tu watu na wana ndoa zao. Kwa sababu kama anapenda wanawake, mbona wapo ambao hawajaolewa wengi? Kwa nini uende kumtafuta mke wa mtu? Anasema alikuwa afahamu kama ni mume. Hapana, anafahamu vizuri, na soma la kwanza nishamuonya, sio mara ya kwanza. Umemuonya kabisa. Mara ya kwanza, mara ya pili. Kwa hiyo mpaka leo nafumania ni mara ya tatu. Ana maana kuna basi ina maana kuna maelezo hapa. Maelezo ambayo mimi nakutana naye mara kwa mara. Na anamoja bwana huyu ni mke wangu. Na kwa nini unapenda kukaa naye moja kwa moja mnakaa mnaongeana pombe? Una ajenda naye gani? Hapana, sio rafiki lakini baada ya kufuatilia udadisi kwa sababu unajua za mwezi 40 nikawa nimezifumba nikaanza kabaini ukweli. Kwa hiyo mambo yako wazalani. Kwa hiyo nimemfunga live haina kitu. Sawa. Haya. Nani? Hebu twende huku kwa huyo ambaye ni mwanamke sasa ambaye amefumaniwa, anakataa kutoa maelezo yoyote. Sasa atatuambia labda hapa tatizo ni nini. Dada. Dada, tusikize kidogo. Kwa nini unataka kuongea? Ama nataka nivue nguo. Kwa ukivua nguo ndio okay? Dada. Nyosheni moja kwa moja, ulizeni kwa mjumbe wake. Dada, kwa mjumbe Msoka ulizeni. Dada, hebu mbona mwanaume wako umeongea vizuri tu? Ulizeni kwa Msoka. Mjumbe Msoka ulizeni kwa Msoka. Kwa Msoka. Dada. Bwana ukipasua hivi vitu, hebu basi sijakutuma mimi uniletee. Nimeshasema sikashaongea wewe mwanangu. Njoo kwa toka chooni basi, toka chooni. Sitoki. Kwani kuna lazima kutoka mimi chooni hapo? Huyu mwanaume ambaye wamekufumania naye anakuambia hakupendi. Sina mahusiano hata naye kana naye pia simpendi. Hata unoka naye? Wote nadanga nao tu. Na huyu mwanaume wako ambao umezaa naye kabisa wote nadanga nao. Tatizo ni nini mpaka linakuwa hivyo, labda unamsaliti mume wako? Eti. Tatizo ni nini? Usinifunue, sasa nikavua nguo zote buku. Mama Regina. Mama Regina. Usini. Mama Regina. Mama Regina, hebu tusikie. Umeshafika wale wako ninao. Mbona unakuwa na majibu ya hivyo? Ni swala ambalo linasuluhisha tu kidogo. Soka iko live, Usini amepiga simu. Anauliza usalama watu ukoje hapa. Simu imefikia. Hebu ngoja tusikie kidogo hapa. Usilia anakuja.
amenijulisha kuhusu hali ya usalama kama vipi nilipigia polisi kata mtambo wakati wa majioni. Ni hali anaitwa mwenye hata moja. Aha. Kwa usalama huko ina shida. Usalama upo kama shida. Sawa. Usalama upo. Dada. Usalama upo, usiogope. Ongea tu chochote ambacho unakijisikia. Kwa nini labda umekuwa kwenye hiyo hali situation ya kutaka kumsaliti mume wako? Hali mambo ya kawaida. Dada. Mama Regina. Bwana, swala limekuwa ni gumu, lakini majibu ambayo anayatoa kidogo sio mazuri. Usitoe majibu ambayo ya kuumiza au labda ya kuwa na hasira. Ni mambo ambayo anaongea. Mume wako amesema anakupenda bado. Fungulie mlango wa pili. Sawa? Nyewe bado simeshaongea na bwana Pasco anaweza kaondoka Bwana Pasco. Kwenye swala la viboko 10, hapana, sababu ya viboko 10 imesha nani? Pasco kaa tu kidogo. Kwa swala la viboko 10, Pasco ameomba msamaha. Sawa? Pasco ameomba msamaha, kwa hiyo wamesameheana. Ila kuna ile fine ambayo amemtoza ni ya 1,500. Hivyo kwa hiyo bwana Pasco atafanya hivyo. Na nafikiri kila kitu kitaenda vizuri. Na amani itakuwepo kabisa. Mimi nafikiri yaweke sawa kwa bwana Pasco na bonge njoo. Yaani hapo kuna kesi mbili. Hiyo kesi ya huko ni nyingine. Hii hapa kuna bonge ni inaisha Pasco anaondoka. Sawa. Anaomba msamaha hapa na yaani kisha sisi tunaondoka na Pasco, sisi tunaondoka zetu. Na watu na familia na wewe tunamaliza zetu shaondoka. Mimi nimesikia mazungumzo yako, msamaha wako. Huyu ndio leo mkosea. Mimi ni kiongozi wako na kiongozi wa huyu. Nataka amani kwenye mtaa wetu. Mwishi kwa amani na kupendana, msenge kukutana mtaani mkapigana mawe. Sawa bwana Pasco? Piga magoti afu mbe mkono wa bwana. Piga magoti hapo. Sema hivi. Kaka nimekukosea. Sema tu kwa sauti. Kaka nimekukosea. Nimekukosea makosa makubwa sana. Makosa makubwa sana. Lakini naomba kaka yangu nisamehe. Naomba kaka yangu nisamehe. Sitorudia tena. Na fine ule nipiga nitaitoa kwa wakati. Na fine ule nipiga nitaitoa kwa wakati. Najutia kosa langu. Najutia kosa langu. Na nitamheshimu mkeo kama shemeji yangu sasa. Nitamheshimu mkeo kama shemeji yangu. Na sitorudia tena kufanya kitendo hicho. Sitorudia. Nisamehe sana kaka yangu. Nisamehe sana kaka yangu. Haya, wewe kama umemsamehe utamnyanyua, mwambie mdogo wangu nimekusamehe, usirudie tena. Ongea bonge msikie. Mimi nimekusamehe. Kuanzia leo kaa mbali na mkao. Sawa. Tusalimiane, lakini heshimu mke wa mtu. Shaelewa? Sababu chanzo cha migogoro mikubwa inayotokea katika jamii ndio watu kama hivi. Kwa hiyo kuanzia leo mimi nikusamehe. Nikirudia tena atuingine kazi. Bwana kasi moja ninania kidogo usali. Ndio nania kwa usali mara moja inania kwa wali. Ndio kaya baba. Kama mtaani mnaongea mnacheka sasa yeye ameisha. Sawa jamani? Mimi Pasco fanya majina matatu